ya familia ikivamiwa na watu wakajenga, na sehemu nyingine iliyobakia ilibaki kama wazi. Watu wale tuliofuatilia kwa muda mrefu kuanzia tu pale walipoanza foundation. Vipi? Wanasema tunakatiwa na ardhi. Tulienda ardhi muda mrefu karibia miaka 10. Ardhi mwisho wa siku ilifika wakati wakasema sisi tunaenda kwa Dikoni. Hawa hawana haki za mauziano. Hii ni halali yenu. Mwisho wa siku ikawa ardhi wametoa majukumu hayo, ikaonekana sasa tufuatilie kisheria. Tuna shamba hapo kuli namba 1, sehemu moja ambayo wanapaita Dubai. Nilima kama eka 10. Baada ya kulima nikarudi tena shambani nikapatia mbegu na mkono na mbegu ya kani. Lakini kama kuna watu wamevamia shamba letu, ile bishafika hapa ni nzuri sana. Ndio wakageuza ile kani zetu. Wakati waliweka zetu, baada na mapanga kuto kufuata na kuzingatia matumizi bora ya matumizi ya ardhi ya kwenye maeneo yao. Kila kijiji kina mpango wa matumizi bora ya ardhi kuanzia miaka hiyo. Tutaendelea kuwashughulikia, turudi nyuma hata sekunde moja. Kwa hiyo popote unapojua kwamba bado pana changamoto, njoo tuambie. Wapi kila siku wanalima, wapi ikifika muda wa kulima anaambiwa asilime. Tukamuone huyu ambaye anafuga alafu hana sehemu ya kulishia mifugo yake. Tunataka tumuone. Kila mtu anatakiwa akae kwa utaratibu. Unalima, lima sehemu yako, unafuga, fuga sehemu yako. Sio unafuga unategemea kulisha kwa jirani. Haya ni makusudi na ni utovu wa nidhamu. Na tukikukamata safari tunakushughulikia. Alafu uone kama utapata wazo la kuninili. Taki vurugu hapa. Uwezi kufuga ng'ombe 500, usifuge 3, kwa lazima ufuge 100. Kama pa kualishia huna, vipi bwana? Kila kijiji kina mpango wa matumizi bora ya ardhi kuanzia miaka hiyo. Ndio maana tangu tunakuwa tunajua kabisa eneo hili watu hawapiti. Hapa ndio tunapoenda kufanya matambiko. Kila mtu anajua hiyo. Tunajua kabisa bila hata mtu kuja kutuonyesha. Lakini pamefika mahala viongozi wa kijiji baadhi yao kila siku wanaita, "Njoni mtuonyeshe mpaka." Na Mheshimiwa DC nilishawakataza ma-DC wangu wote. Nikamwambia mkiona viongozi wa kijiji wanawaita kwamba njoni mtuonyeshe mpaka, huo ni mtego. Ni mtego, ni waongo wao, wanajua mpaka wao, wanatafuta balaa. Kamata, weka ndani. Kwa sababu kama hujui mpaka, kiongozi wa kijiji hujui mpaka wako wa kijiji, lakini uliomba kura kwa pale kwenye kijiji kile ukapigiwa kura, utuonyeshe wakati unaomba kura ulikomea wapi? Na nani aliyekuambia komea hapa? Sasa mnataka kuniambia kwamba hakuna viongozi wa kijiji ambaye hafahamu mpaka wake? Ndio watu kienda kuomba kura huvuki, wewe ni kijiji cha pili. Kwa sababu gani? Mpaka unaujua. Ukishapata kura tu ukapewa nafasi kwa kijiji kile, sasa ndio mpaka ujui. Ili uanze balaa la kusogea kwenye kicha mwenzio. Kwa hiyo ukija kusema unataka kuonyeshwa mpaka, kamata, weka ndani, tunakurudisha, tunakufukuza na tunatangaza upya uchaguzi kwenye kijiji hiko. Mheshimiwa, nilishakuelekeza hivi. Kwa hiyo ukae kwa kutulia. Sasa baadhi ya wenye viti ndio wao tufikisha hapa tulipo. Kwa sisi ambao tunajua wapi mwisho wetu, pia tuzingatie matumizi bora ya ardhi. Lakini kwa umuhimu wa kesi yako ya Merelani, na mtuma Mheshimiwa DC, baada ya ziara yangu atakuwa na kazi siku hizo 2 ambazo nitamwachia hapa. Akimaliza atafika Merelani na naomba unipe taarifa. Chukua kwenda za huko na umuone personally, ukaone Merelani kwa kama bado pana shida. Maeneo mengi tumeshaanza kutibu hapa. Kitabu kidogo pameanza kupoa na tunawashughulikia kweli kweli. Na tutaendelea kuwashughulikia, turudi nyuma hata sekunde moja. Kwa hiyo popote unapojua kwamba bado pana changamoto, njoo tuambie. Yuko mgamo wa zamu hapa. Na muamini kweli kweli. Sawa kabisa. Atawapelekea moto mpaka yeye atasema mma. Sawa kabisa. Usipate pressure hata kidogo. Basi. Chukua namba zake, nenda Merelani akuonyeshe wapi kila siku analima, wapi ikifika muda wa kulima anaambiwa asilime. Tukamuone huyo ambaye anafuga alafu hana sehemu ya kulishia mifugo yake. Tunataka tumuone. Kila mtu anatakiwa akae kwa utaratibu. Unalima, lima sehemu yako, unafuga, fuga sehemu yako. Sio unafuga unategemea kulisha kwa jirani. Haya ni makusudi na ni utovu wa nidhamu.
na tukikukamata safari tunakushughulikia. Kabla hujafikiria kupelekwa kule ambako wao mnajitapa mkipelekwa mnaonga, sisi tunakushughulikia kwanza. Tunakushughulikia mpaka pumzi na kutoka. Afu uone kama utapata wazo la kunini. Taki vurugu hapa. Uwezi kufuga ng'ombe 500, si ufuge 3, kwa lazima ufuge 100. Kama pakualishia huna, vipi bwana? Tusivurugane hapa kila wakati vinyerozo vinasimama juu.